Khamis Neneko, Tony Weeks wa Tanzania. Imeandikwa na Noel Nguzo. Jina langu naitwa Ali Jidex. Tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 1983, katika ukumbi wa Kenyatta International Conference Center, yani KICC, mwamuzi Emmanuel Mlundwa wa Tanzania anachezesha pambano la kwanza la ubingwa Afrika Mashariki kati ya bondia Alfred Ngowi toka Tanzania dhidi ya Modest Napunyi Odoa toka Kenya. Pambano la uzito wa bantamweight. Ni miaka hiyo ya mchezo wa ndondi haukuwa na hamasa sana, licha ya Kenya kuwa na mabondia kama Steven Muchoki na Michael Urungu, na Uganda ikitamba na Cuban Businge, huku Tanzania ikiwa na Clement Chacha, Emmanuel Kimario na Fidel Haynes, ambao pia walicheza kwenye mapambano ya kwanza ya utangulizi kwenye pambano la kwanza kuwakutanisha mabondia wa Afrika Mashariki mwaka 1983. Wengine ni Musa Mwabata, Sasi Sarungu, Ali Mohamed, Anthony Nyembela ambaye sasa ni meneja wa uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, Pius Luandala na David Migeke. Na baadhi ya mabondia hawa walicheza mapambano ya utangulizi katika pambano la kwanza la ndondi Afrika Mashariki mwaka 1983, pambano lililoandaliwa na DS Njoroge kupitia kampuni yake ya DS Boxing Promotion ya nchini Kenya. Leo Tanzania na ulimwengu unashuhudia kushamiri kwa mchezo huu maarufu kama vitasa, ambao umetoa ajira kwa vijana wengi sana. Hapa nchini majina kama Thomas Mashali, Mada Maugo, Joseph Marwa, Francis Cheka na wa kizazi cha sasa kina Twaha Kiduku, Hassan Mwakinyo, Ibrahim Classic na wengine ni wakubwa na wanaishi kupitia mchezo huu. Ukuaji huo wa ndondi umekuwa ukienda sambamba na ongezeko la waamuzi wa mchezo huo. Mbelgiji Van de Ville ni miongoni mwa waamuzi maarufu sana ulimwenguni, akiwa amechezesha zaidi ya mapambano makubwa 680, huku akikumbukwa kwa pambano kubwa alilochezesha mwaka 2008, Carl Lewis. Kwenye orodha hiyo ya waamuzi maarufu na wanaoingiza mkwanja mrefu zaidi ni pamoja na Joey Cortez aliyechezesha baadhi ya mapambano ya nguli Mike Tyson. Lakini yupo pia mwamuzi wa Kimarekani Kenny Bayless aliyechezesha pambano la Floyd Mayweather dhidi ya Pacquiao mwaka 2015 kwa malipo ya dola 10,000. Kwa Tanzania lipo jina la mwamuzi kijana kwenye mchezo wa ngumi anayekuja kwa kasi mno. Huyu si mwingine ni Abdallah Khamis Neneko. Umakini na umaridadi wake awapo ukingoni hunipa sababu nyingi za kumfananisha na marehemu Tony Weeks. Moja ya kazi iliyomtambulisha uwezo wake wa uamuzi wa vitasa hapa nchini ni pamoja na pambano lililowahusisha Wanamasumbwe, Mfaume na Deo Samueli tarehe 18 mwezi wa 2 mwaka 2018. Licha ya fujo zilizoanzishwa na mashabiki wa mabondia hao wenye wafuasi lukuki, Neneko alilimudu vyema pambano hilo na kufungua ukurasa mpya kwa kizazi kipya cha waamuzi, kando ya kile cha wakina Emmanuel Mlundwa. Miaka yake 36, pamoja na kuwahi kucheza ndondi katika uzito wa kilo 57.5, huenda vimechangia sana umahiri wake wa kimaamuzi katika mchezo huu wa vitasa wa kibabe sana ulimwenguni. Sifa nyingine ya ziada ya Neneko inayomtofautisha na waamuzi wa kisasa wa mchezo huu ni uwezo wake wa kudhibiti mihemko, umakini na uharaka wa kuamua. Ni muhimu sasa serikali kupitia kamisheni ya ndondi chini ya Kakapori, baada ya kuondoa makando kwa mabondia, sasa kuboresha malipo kwa waamuzi wa mchezo huo ili kuendelea kuujengea heshima zaidi. Utasikitika nikikwambia mwamuzi aliyechezesha pambano kati ya Floyd Mayweather dhidi ya Pacquiao
aliondoka na zaidi ya milioni 25 kama malipo ya kazi hiyo, kiasi ambacho kwa Tanzania mwamuzi anaweza chezesha maisha yake yote na asiipate. Ili kuwapata kina Neneko wengi na kuwavutia vijana kuingia kwenye kazi hii ya uamuzi, swala la maboresho ya waamuzi kwa ndondi halikwepeki. Kwa Tanzania, mwamuzi wa ndondi hulipwa kati ya shilingi 30 hadi 70,000 kwa pambano moja. Huyu ndiye Abdallah Hamis Neneko, kijana anayetabiriwa kuupa heshima mchezo wa ndondi kupitia uamuzi. Imeandikwa na Noel Nguzo. Jina langu naitwa Ali Jidex.